Haleluya! Ninakusalimu kwa jina la Bwana wa majeshi. Tena siku ya leo nitakwenda kwa haraka. Swali ni kwamba ni kwa nini wananchi wa Tanzania wengi huwa wanafurahi anapokuwa anakufa kiongozi? Kwa nini Watanzania wengi huwa wanafurahi, wanaona ni sherehe, shangwe akifa kiongozi wa aina yoyote ambaye anatoka ndani ya chama cha CCM? Kwa nini? Nataka nikwambie mtu wa Mungu ya kwamba nikusomee Biblia hapa katika kitabu cha Mithali 21, sura ya 21 na ule mstari wa 13. Mithali 21:13, Biblia inasema kwamba azibaye masikio yake asisikilize kilio cha maskini, yeye naye atalia lakini hatasikiwa. Azibaye masikio yake asisikilize kilio cha maskini, yeye naye atalia lakini hatasikiwa. Sasa nataka nikwambie kwamba wananchi wa Tanzania wengi wanafurahia anapokuwa anakufa kiongozi wa aina yoyote kutoka kwenye chama fulani, chama cha CCM, ni kwa sababu wao hawasikii vilio vya wananchi, hawasikii matatizo ya wananchi. Wananchi wanapokuwa wanalia kwa namna nyingi, wanatoa kero, malalamiko, wao wamekuwa wakiziba masikio, wanaziba masikio, hawataki kabisa kusikia habari za vilio vya wananchi. Wananchi kila wanapokuwa wanatoa malalamiko, hakuna mahali wanapopata haki. Na ndio maana akifa kiongozi yoyote kutoka kwenye Chama cha Mapinduzi, wananchi huwa wanafurahia. Na tena ukisoma komenti za watu kwenye mitandao humo, unaona kabisa wananchi mioyoni mwao wanatamani ikiwezekana wafe hata wote. Yaani wanatamani kwamba ikiwezekana wafe hata viongozi wote, wote wafe. Ni kwa nini? Ni kwa sababu watu ambao wanajiita viongozi wameshindwa kusikiliza vilio vya watu, wamekuwa wakiziba masikio. Tena sio jambo la muda mfupi, ni jambo la siku nyingi. Watanzania wamekuwa wavumilivu kwa siku nyingi, wakivumilia wenda watabadilika, lakini viongozi, kila kiongozi ambaye anakuwa ameingia madarakani, basi anaingia kwenye mfumo. Viongozi wote mwanzo wanakuwa kama vile wametumwa na wananchi, nitumeni, nifanyeni nini, lakini akishaingia kule anachoenda kukifanya huwezi amini. Na ndio maana wananchi wanafurahia sana, wanashangilia sana. Sasa nataka nikwambie kwamba wewe mtu wa Mungu, kiongozi, nyinyi viongozi, kiuhalisia, kiukweli kabisa, viongozi wote mliopo madarakani saizi, hakuna aliyewachagua. Mlijipitisha, mlijichagua. Jeshi la polisi liliwapitisha, ndilo lililowachagua. Sasa kwa nini wananchi wasiwe na furaha mnavyokufa? Kwa nini wananchi wasiwe wanashangilia mnavyokufa? Kwa sababu mmezulumu haki zao muda mrefu, mmezulumu haki ambayo walitakiwa kuipata siku nyingi. Hivi kwa nini wasifurahie? Mnasema tuwe pamoja, tuilete nchi pamoja, sijui turudishe umoja wetu. Umoja utarudije umoja na mtu anayekuumiza? Huo utakuwa ni umoja? Unarudisha umoja na mtu ambaye amekukaba koo, utakuwa ni umoja? Unarudisha umoja na mtu ambaye yeye ndiye chanzo cha wewe kuwa hivyo ulivyo, na hali ngumu, nyonge, kakudidimiza, kakukandamiza, utakuwa ni umoja? Watu wa Mungu, tunawaambia kwa upendo kabisa ya kwamba mnachokitafuta, mnazidi kutafuta madhara.
mnazidi kutafuta madhara. Sasa kwa wakati huu mimi nawaambia, na wengi wameongea ya kwamba ninyi viongozi, kiukweli hakuna Mtanzania atakayewafurahia zaidi ya machawa mlionao. Hakuna Mtanzania atakayewapenda zaidi ya machawa mlionao. Kwa nini? Kwa sababu mmeziba masikio, musisikie vilio vya maskini. Sasa ninyi na nyie mtakapolia, hakuna atakayewasikia, kwa sababu jeshi la polisi lenyewe liko upande wenu, ndilo lililowapitisha madarakani kwa mitutu ya bunduki, kwa kumwaga damu za watu, kwa kutisha watu, kwa kuteka watu, kwa kuumiza watu. Mpo hapo mlipo leo, na ndio maana unakuta mnaongea kauli ngumu mbaya mbele za watu bila kujali, bila kuwa na hofu. Azibaye masikio asisikie kilio cha maskini. Yeye na yeye atalia, lakini hatasikiwa. Biblia tena inazungumza mahali pengine kwamba mwenye haki akiwa na amri watu hufurahi, bali mwovu atawalapo watu huugua. Watu wanakuwa na vilio. Mwovu anapotawala, watu wanalia, watu wanateseka, watu wanaumia. Neema ya Yesu Kristo iwe juu yako wewe uliyesikia, na Mungu akusaidie, akupe moyo wa kubadilika. Wewe kiongozi kabisa, kiongozi ambaye unaona kabisa yanayoendelea kwenye nchi hii si sawa, jiuzuru. Tunawashauri jiuzuru. Viongozi mlioko madarakani, jiuzuruni, mujiuzuru, kwa sababu hakuna aliyechaguliwa na wananchi, awe kuanzia mbunge, kuanzia diwani mpaka ngazi ya juu mpaka rais. Hakuna aliyechaguliwa na wananchi, mulijichagua, mulijipitisha kwa mitutu ya bunduki. Na Mungu awabariki sana ninyi ambao wenye moyo wa kutaka kubadilika. Amen.